saizi. Hapa mimi ni mtaalamu wa maabara kutoka Kituo cha Afya Matiazo. Siku ya leo nipenda tuzungumzie kuhusiana na kifua kikuu, namna gani ambazo tunaweza kupima kifua kikuu katika maabara yetu hapa Matiazo. Bila kupoteza muda, kwa kifua kikuu kipimo ambacho tunatumia ni makohozi. Ndio tunayatumia kuweza kupima kugundua kama mtu anakuwa na maambukizi ya kifua kikuu. Sasa kwa mgonjwa anapokuwa amefika hapa kwetu maabara, tunampatia kuna kifaa ambacho ni container ambacho tunamuelekeza namna gani anaweza kukusanya hayo makohozi. Tunampatia container ambalo ni design hii hapa hivi. Ndio. Sasa katika ile container tunamuelekeza ya kwamba ataenda atakohoa, ataweka makohozi yake ndani ya hii container, ambayo hii container itakuwa imeandikwa majina yake. Then baada ya hapo hivi ataileta maabara. Sasa akishaleta maabara, kwa sisi hapa maabara kupima kifua kikuu tunatumia mashine ambayo inaitwa TrueNut, na mashine yetu hii ina sehemu kuu tatu. Ya kwanza ina sehemu pale ya namna ya kuandaa sample yenyewe ambacho kipimo ya makohozi ambayo ameyaleta. Tuna sehemu nyingine ambayo inaitwa sample extraction, na tuna sehemu ya tatu hapa ambayo ni kwa ajili ya kupima sasa moja kwa moja. Kwa hiyo mgonjwa anapokuja baada ya kumpa maelekezo, ameenda kuleta kile kipimo cha makohozi, sisi hapa maabara tunakipokea. Tukishakipokea tunakisajili kwenye vitabu vyetu, ile sample tunaisajili. Baada ya kuisajili, tunaanza hatua ya kwanza ambayo ni sample preparation. Tunafanya sample preparation pale kwa muda kama dakika 10 mpaka 15. Then baada ya hapo tunaichukua ile sample, tunaanza kuweka kwenye mashine yetu ambayo ni hii hapa kwa mara ya kwanza kwa ajili ya kuweza kufanya extraction ya ile sample, ambapo hapa kwenye mashine itatumia dakika 40 kwenye mashine ya kwanza. Then baada ya hapo tutaitoa ile sample, tutaleta kwenye mashine ya pili hapa, ambapo kwenye mashine hapa ya pili itatumia almost dakika 40 mpaka majibu kuwa tayari. Kwa hiyo baada ya hapo tutafanya hivyo, majibu yakishakuwa tayari tutachukua majibu hayo tutayasajili kwenye vitabu vyetu. Then baada ya hapo hivi tutampatia mgonjwa majibu yake. Asanteni sana kwa kunisikiliza.